kutengeneza mpango katika pesa kwa ajili ya kuchimba kisima hapa. Ni mali itabadilika ambaye na ule ukuta ule ambao ulibadilishwa kwenye matumizi nao kaanguka. Kwa hiyo ukiangalia pale changamoto bado imebakia pale pale. Huku tuna uhaba wa yaani unawapa changamoto majirani zetu kwa sababu wanajiuliza unamzaje wakati wote tumeingia pamoja, lakini kwa sababu ulikuwa na malengo na dhamira nzuri ndio maana unafanikiwa. Kwa nipongeze sana, sisi wengine tunaendelea kujifunza kupitia wewe. Yaani kiukweli Mbagala, mimi mwenyewe pia ni mwana Mbagala, nadhani sijawahi kuona diwani ambaye anajitoa kwa wananchi wake, kwa wanachama wenzi. Yaani unafanya vitu ambavyo sijui ni kwambia. Yaani wewe unaona kama kawaida, lakini sisi tunaona. Na wewe mwenyewe unajua chama kina macho, serikali ina macho inaona. Kwa hiyo nikupongeze, lakini pia nikutie moyo. Yaani unafanya vitu ambavyo kiukweli sisi wenyewe tunawinda. Mpaka wengine wanajiuliza alikuwa wapi? Kiukweli kabisa tunasema. Kwa hiyo ndio sana mtaani. Endelea hivyo hivyo, sisi tuko pamoja na wewe kama unavyojua kwenye masuala ya Mbagala. Pia sisi tukitengeneza hoja, sisi tuna support kwa sababu mimi pia ni mwana Mbagala mwenzenu. Basi baada ya hapo tunaweza kutoka kwa zaidi. Basi isi bwana. Simama tumpokee mgeni rasmi. Tusimame tumpokee mgeni rasmi. Mambo boy. Upo? Jipo la siku. Hata la fresh. Alhamdulillah. viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, kazi na utu, Mheshimiwa Naibu Meya wa Halmashauri ya Manispaa ya Temeke, dada yangu Mheshimiwa Nuru Kasian, karibu sana katika kata hii ya Mbagala, na imani yetu kwamba wewe ni mkazi wa Mbagala kwa sababu unaijua vizuri Mbagala. Lakini pia kutokana na protocol tutambue uwepo wa kila waliohudhuria, ijapokuwa viongozi wamefanya haraka kutotaja, kutuainisha mahudhurio ya waliohusika, na wengine wasipotaja wameleta vingine mambo yakawa sio sawa. Tutambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa kata hii ya Mbagala katika Chama cha Mapinduzi, Bwana Anzamba, uwepo wa mwenezi wetu Bwana Norton, naye Bwana Christian Otto, tutambue uwepo wake. Lakini pia uwepo wa mwenyekiti wa mtaa huu Bwana Gharibu Mpekena, mtaa wa Mbagala. Lakini pia utambue uwepo wa mtendaji wa kata hii Bwana Mtege Manyanya. Lakini naomba pia utambue uwepo wa ulinzi kwa maana ni viti wote wa kata hii ya Mbagala, naomba wote msimame kwa uwepo wenu, na wengine wa dharura, lakini hao wote ndio wenye viti wako sita na wengine wana dharura. Na nafikiri pia utambue uwepo wa mwenyekiti wa wazee katika kata hii ya Mbagala, mzee wetu Mzee Katabalo huyo,
Pia naomba utambue uwepo wa katibu wa soko, yuko wapi? Naye huko, nashukuru. Utambue uwepo wako, utambue uwepo viongozi wako wengi. Katibu wa UWT pia natambua uwepo wako. Kama na viongozi kwa kanda wana ndani ya sawa, naye yuko hapo. Lakini pia utambue uwepo wa mamalishe kwa soko letu la Mbagala. Naomba wote mamalishe msimame hapo mlipo. Kila mmoja haswa mkurugenzi, lakini pia kabla ya mwenyekiti zamani sana za jamuona, nimeweza kumtaja katibu wake kabla mwenyekiti wa UWT mama moto moto. Mama nilikuwa sijakuona, lakini natambua uwepo wako toka asubuhi, yuko hapa. Lakini tambua uwepo wa mkurugenzi wa Chief Pass Foundation mzee wetu Hamis Bushiri Pass. Naomba uwepo wako, nashukuru. Na safu yako nzima natambua uwepo wake, akiwepo msemaji wake wa Chief Pass Foundation ambaye ndiye mwenyekiti pia wa mtaa wa Bukundani. Ndugu mgeni rasmi, awali yote nikushukuru sana katika ujio wako. Lakini tumekuja kuita hapa mimi kama diwani kwa lengo moja tu. Lengo kubwa ni kusimamia mtaa huu wa Mbagala. Historia alishazungumza hapa mwenyekiti huu wa mtaa wa Mbagala. Ina takriban miaka 17 kisima hichi kilikuwa hakifanyi kazi. Kwa bahati nzuri, baada ya kuteuliwa sisi tumepita humo kwenye mitaa yetu na haswa katika soko hili la Mbagala. Miongoni mwa soko kero kubwa katika soko lile walikuwa wakizungumza swala la kisima. Lakini nilipokuja kuzungumza na mwenyekiti wa mtaa wakati katika kinyang'anyiro hicho, aliwahi kuniambia kwamba wakati bwana wa sokoni wanadai kisima, wao walishawahi kukaa vikao na kuiombea pesa kwa ajili ya uchimbaji wa kisima. Na kwa bahati nzuri pesa iliwahi kuja kwa ajili ya uchimbaji wa kisima katika soko. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya mambo yakakutana. Kukawa na hitajio la ujenzi wa ukuta wa shule ya annex. Ikabidi ibadilishwe matumizi, pesa ile shilingi milioni 8 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta wa shule. Mungu naye si afumani, ukuta ule ukaanguka kwa ajili ya mvua. Kwa hiyo ukiangalia kwamba tatizo au changamoto bado iko pale pale. Ukuta wa shule ule haupo mpaka sasa hivi, na mpaka sasa hivi tunaposema hatuna kisima leo la shule la sokoni. Binafsi nilipokuja nikanijia wazo la kuona kwamba tutafuta changamoto cha hichi kisima nini mpaka kinakwama hivi. Kweli nilikuja nikakuta kwamba hakuna pampu, hakuna wiring, hakuna mambo mengi tu. Kwa bahati nzuri wewe unalifahamu na mimi binafsi katika harakati hizi nina wadau na nilishatangaza katika odisi yangu kwamba mimi ili nilete maendeleo katika kata yangu, basi nitahitaji nishirikiane na wadau katika kuleta maendeleo. Lakini miongoni mwa wadau ni taasisi yangu mwenyewe ambayo mimi ndio mwenyekiti. Niliamua pia kama mwenyekiti mimi niwasiliane na mkurugenzi wangu niombe pesa ili kwa ajili ya ufufuaji wa kisima hichi. Na kwa bahati nzuri mkurugenzi wangu akaridhia juu hilo, tukaanza kukifufua, tukatafuta pampu, tukafanya pumping test, tukafanya mambo mengi katika kisima hichi. Na kwa bahati nzuri hata unavyoona sasa kimerejea katika hali ambayo leo hii mwenyewe utashuhudia. Na kwa takriban miaka 18 kama 17 kama nilivyosema mwenyekiti, ilikuwa hakifanyi kazi, lakini sasa maji hayo yanatoka na matarajio yetu kwa kushirikiana na ODC hichi sasa tuwakabidhi watu wa sokoni ambao wapo hususan mama wetu hawa mama lishe, ili waweze kutumia kwa ajili ya kufanya mambo mengine yanayohusiana na usafi. Kama tunavyojua masoko yanahitaji usafi wa hali ya juu na usafi wenyewe ndio haya. Kwa hiyo maji haya yatasaidia zaidi. Kwanza tumenusuru takriban shilingi kadhaa milioni 8. Sasa hivi kama kipindi kile ilikuwa milioni 8, sasa hivi itakuwa sio milioni 8 tena, ambayo ingehitaji sasa tuitafute kwa ajili ya uchimbaji wa kisima, lakini tumeinusuru takriban milioni 8 katika halmashauri yetu, ambayo leo kama tutaiombea basi tutaombea katika masuala mengine. Hivi basi tunakuita wewe mheshimiwa uje ili ulizindue na uruhusu sasa jamii iweze kuitumia, na haswa na watu wa sokoni pamoja na watu wengine kijumla wake waweze kulitumia. Ama baada ya hapo sasa nikaribishe Japo naye kwa heshima na taadhima, Japo naye msemaji kwa niaba ya mkurugenzi azungumze japo kichache tu gharama zilizokuwa kutumika, wengine na mambo mengine anaweza kuweza kuzungumza, kisha baadaye alirejeshe. Tumkaribishe
mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa meza kuu, nadhani kwa kuzingatiwa. Nikiwa kama msemaji Chief Pazi Foundation kwa niaba ya mkurugenzi wangu mzee wangu Hamisi Bushi Pazi, niseme kwanza nashukuru kwa nafasi hii na sisi tupate kuzungumza kwenye hafla hii. Sisi tukiwa kama wadau wa maendeleo, Chief Pazi ni taasisi ambayo fungamani na kokote. Si taasisi ya kidini wala si taasisi ya kikabila wala ya kimila. Ni taasisi kwa ajili ya madhumuni ya kuhudumia jamii. Tupo kwa ajili ya kuisaidia jamii na kutuzunguka. Kwa hiyo sisi kama Chief Pazi Foundation, baada ya kuona kuna haja ya kuleta huduma katika eneo hili, kwa pamoja tukasema tutie nguvu kwenye eneo hili, kwa sababu sisi Chief Pazi Foundation ndipo kwa ajili ya kuhudumia jamii, basi tukaigusa jamii kwa moja nyingine katika kipindi hiki cha kuwatafutia huduma ya maji hasa watu wa sokoni. Ndipo mkurugenzi alipoamua kwa dhati basi kuingia mfukoni katika mfuko wa Chief Pazi Foundation na kufanya marekebisho haya machache mnaona hapo. Tunashukuru sasa mradi umekamilika na gharama zake tumetumia karibia Rp851,500. Unaona jinsi gani tumesaidia serikali kutoka kwenye milioni 8 mpaka kwenye Rp8. Ni jinsi gani tunaenda kutia nguvu hii iwe ni motisha na kwa wengine na taasisi nyingine kwamba inapotokea mambo kama haya basi uwe na moyo wa kutoa na kupambania hili jamii yetu isipate tabu kwa usawa wa maji. Tupo kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kusaidia jamii yake kwa kufanya kazi yake kupitia foundation. Kwa hiyo nisio mtunzaji sana, niseme asanteni sana na karibuni Pazi Foundation. Pazi Foundation ishi na watu. Asanteni. Nashukuru msemaji. Baada ya hapo, Mheshimiwa, naomba sasa uniruhusu pia japo dakika 2 nisipompa mwenyekiti wa chama japo naye azungumze itakuwa sio basi, japo salamu za chama. Ndio mwenyekiti, karibu sana. CCM oye! Asante mgeni rasmi, naibu meya wa halmashauri manispaa ya Temeke, dada yetu ni mwanabagala vile vile Nuru Kashian, Mheshimiwa diwani, afisa mtendaji wa kata, pamoja na katibu mwenezi wa kata ya Mbagala, viongozi wote wa Mbagala, sema itifaki imezingatiwa. Mimi na mambo mawili tu. Jambo la kwanza pongezi, na jambo la pili kutoa shukrani. Natoa pongezi kwa Chief Pazi Foundation kwa msaada mkubwa wanaotoa kwenye jamii kata ya Mbagala. Tunawapongeza sana na waendelee haswa kwa Mheshimiwa Pazi. Hapa naamini kama Chama cha Mapinduzi alifanya makosa kumchagua Pazi kwa ndani. Tulipata diwani wa kwanza ambaye anatatua matatizo ya wananchi na pamoja na jamii nzima. La pili, kutoa shukrani kwa Chama cha Mapinduzi. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa Chief Pazi Foundation kwa utekelezaji wake wa jamii. Kama juzi tulikuwa kwenye miradi mingi, tumezunguka kata ya Mbagala, na naambia Mheshimiwa Pazi usiishie hapa, uwe na moyo huo. Mwenyezi Mungu akujalie upande juu zaidi hapa, na kujalia Mwenyezi Mungu vile utoke hapa uende ngazi nyingine. Kwa Mwenyezi Mungu inshallah, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Asanteni sana, nashukuru sana. Hapo na mimi sasa kweli, maana mwenyekiti wa chama muongea na mimi leo nimekuja. Baada ya hapo, Mheshimiwa, sasa nikaribishe na wewe japo uongee maneno machache au ni maneno yote kama utaweza kuyamaliza itakuwa heri. Baada ya hapo tuelekee kwenye kuzindua jambo letu. Karibu sana Mheshimiwa. Nashukuru viongozi wa kata yangu ya Mbagala, lakini pia niwaombe kazi na utu. Shikamoni mama zangu na baba zangu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kufikisha siku hii ya leo na muda huu. Nimetoka kuambiwa na bosi wangu hapa kwamba toka asubuhi mlikuwa hapa. Kwanza mtoe radhi, kama mnavyojua wanasemaga chama kwanza mtu. Leo tulikuwa na halmashauri kuu ya wilaya hapa, wote tulikuwa huko halmashauri, kwa mtu ile radhi kwa kuchelewa au kuanza hili jambo. Lakini pia kipekee ni washukuru sana hususani foundation yetu hii ya Chief Pazi. Kiukweli hata ngani nilivyokuwa hapo na sign nikamwambia Mheshimiwa, wengi wamepita kwenye Mbagala hii, lakini mimi ni mkazi au ni mwenyeji wa kata hii, sijawahi kuona uongo. Sijawahi kuona mtu ambaye anafanya au anarudisha kwenye jamii, hususani kwenye maji, kwa sababu wanasema maji ni uhai, lakini pia maji ni afya.
Lakini kama mnavyojua, mama yetu kipenzi, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, anatusisitiza sana turudishe furaha kwa wananchi wetu. Nadhani hii ni furaha jamani, si ndio? Ninaomba sana Wanabagala, Mheshimiwa Pazi hapa amewatengenezea, amewakarabatia kisima hichi, ninaomba twende tukakitunze, kwani watu wengi au madiwani wengi, viongozi wengi wamepita hapa, yawezekana walikuwa hawajaona, lakini yeye ameona kwa jicho lingine. Nipongeze mkurugenzi, baba yetu hapa, kwa sababu ulikuwa pia unaweza ukasema hapana, japo alikuletea ombi kwamba tufanye hiki, ungesema hapana, sasa hivi kuna vitu vingine tutafanya kwa baadaye, lakini unaweza kusikiliza kwa kuona umuhimu wa jamii yetu ya Mbagala. Kiukweli niwapongeze sana Pazi Foundation, Mwenyezi Mungu akakiongeze kile ambacho mmepunguza. Nadhani wengine wanaweza kusema laki nane sio ndogo jamani, si ndio? Usipokuwa na moyo huwezi kufanyaje? Kutoa. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini pia nimefurahi kuona mama zangu, mama lishe oye, kina mama moto jamani, naomba muangalie kwa jicho lingine huyu kaka, tena nyinyi ndio kumsemee, kwa sababu sisi kina mama si mnajua uaga tuna msimamo. Kama kuna mtu ambaye anaweza kaongea vibaya, lakini hapana jamani, sisi hapa tulikuwa na shida ya maji, lakini huyu kijana ametuona, ametuletea maji. Kiukweli ni jambo zuri amelifanya, si ndio? Lakini nimeambiwa kuna mwenyekiti wa soko, najua kwenye maeneo yetu ya masoko maji ni changamoto, si ndio? Ninaomba nyinyi mkawe walinzi wa kisima hichi, yaani mkiona mtu kama anataka kuharibu, lakini nyinyi ndio mwe wa kwanza kukilinda. Baada ya kusema hayo, niko tayari kwenda kuzindua sana. Nawapenda sana Wanabagala zangu, sisi moyo mwaka 2025 kwa wananchi wote, twendeni tukijenge chama chetu na mnipe kura za ndio ili niwe diwani katika kata hii ya Mbagala. Hakika pia mwape kura nyingi sana viongozi wetu wa bunge wa mkoa wetu wa Dar es Salaam na Tanzania nzima, mnipe kura za kishindo mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya na anayoshaifanya. Hivyo tunaomba wananchi wote tuungane ili kuhakikisha tulete ushindi kwa Haya, asante sana. Mimi naitwa Abdul Karim Hamis Pazi. Baada ya kuhudhuria, ndugu mgeni rasmi, tunakuomba sasa baada ya ODC ya kata, Pazi Foundation jiandae, Pazi Foundation jiandae. ODC ya kata. Pazi Foundation. Nataka na mimi vitu zangu. Pazi Foundation. Tembeni tutapiga picha pamoja na ngoja kwanza wanapiga wale kwanza katibu wa mbunge na Pazi Foundation, kurugenzi, viongozi wote wa Pazi Foundation. Twende tukapiga picha pamoja na mgeni rasmi.